Tuendelee na hii, tuanze na hii pair au before, ngoja tuanze na huyu, tuanze na DXY kama tulivyo suggest DXY atafanyaje, atafeli, na tunaweza kuangalia hapa. Okay, suggest kwamba atafanyaje, atafeli, ambayo ni DXY. Alright. Kwa sababu structure inaonekana iko in form of ranging, nadhani tunaweza kuona sasa kuna mawili yanaweza katokea, either kunaweza katokea mkia afu then ika drop ikafika chini, inaweza kutokea mkia ikafanya spike afu then ikaendelea ku drop chini, kwa sababu tunaona muda mrefu imekuja mara ya kwanza afu then ikashuka, ikaja mara ya pili, then ikashuka, ikaja mara ya tatu. Sawa. Sasa inamaanisha kwamba hii area imeshindwa kuvunja, kwa kuna high probability kama nilivyosema kuendelea kufanyaje, kuendelea kushuka kuvunja hii. Sasa tutaangalia sasa kwa target yetu tutakuwa ni kuangalie around this area, ikiweza kuvunja hapa kwa body basi itaendelea kusell. Pia tunaweza kuona kuna kidogo, kuna sio kidogo, ni hali kidogo ni tete huko, kwa kuna vita, nadhani kila mtu nadhani anaelewa. Kwa hivyo tunategemea kwamba kuona hii pia ikidrop. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama dola na US ambayo ndio inamiliki dola imeengage kwenye vita, na kwamba sasa moja kwa moja inapata athari zile za vita. Kwa hiyo sasa itapelekea kwamba dola kuweza kushuka, au hawa tunaita walio invest katika dollars na katika makampuni hayo. Kwa hiyo wanaweza wakaanza kuuza hisa zao, na wengine kuanza kufanyaje, kuhamia kufanya kama tunasemaje ile, tunasema kwamba neno gani, lakini kiwatisha ni kwamba hawa investor ambao wameinvest katika dola, kwa wanaweza na walioweka katika hisa zao katika makampuni ya Marekani wanaweza kuanza kuuza hisa, na walioinvest katika dola wanaweza kuanza withdraw kutoka na kwenda kuinvest kwenye gold, kwa sababu gold yenyewe thamani yake inakuwa iko pale pale. Yani whatever the case, vita mpaka itakapoisha, kwa hiyo thamani haitafanyaje, hataweza kushuka. Kwa hiyo watu wengi watakimbilia katika kuwekeza kwenye gold, kwa gold itasababisha kuweza kupanda juu. Tunategemea US na hii USD kwamba iweze kudrop. Pia tuweze kuangalia katika pia zingine kama USDT na yenyewe kama ikidrop, basi tunasema USDT iweze kupanda, lakini inaweza ikawa kinyume kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukiangalia USDT ni muunganiko wa makampuni ya ndai mangapi, yako mangapi sijui, nadhani ni sera yako 30. Sasa kama watu wameweka hisa zao kule, na pia lazima watahusika, kwa sababu USDT inategemea nini? Inategemea dola, na tayari na Marekani ameshajiengage kwenye vita. Kwa hiyo sasa kuna high probability ya dola kuweza kushuka. Kwa hiyo na vitu vingine kama uendeshaji, kama kwa mfano tumia sana mafuta na nini, kwa hiyo gharama zinaweza kuwa zinapanda, gharama zikawa juu sana. Kwa hiyo gharama zikiwa juu sana, kwamba hawa wawekezaji na nini wanakuwa wanakosa faida, viwanda vinakuwa vinakosa faida kubwa, kwa hiyo inakuwa ni ndogo. So itapelekea kwamba wale ambao wameweka hisa zao kule kuweza kuuza hisa zao na kuhamia kwenye nini, kuhamia kwenye gold. Kwa hiyo gold tunatarajia inaweza ikapampu kwenda juu sana kutokana na hii situation ambayo ipo. Anyway, lakini pia zingine zitarudi zitabaki kwa vile vile kama ikiseli hii, basi tunategemea USD JPY iendelee kuseli, na GBP USD pia itaendelea kubai, kwa sababu itakuwa tayari hii inaseli itakuwa inaanguka, basi USD GBP USD Euro USD zote zitaendelea kupanda, au USD zitaendelea kufanyaje, pump kuelekea juu. Kwa hivyo hicho ndio tunachosubiria, kwa market ikifunguka na high probability hii kabla drop au ikatengeneza wick then ikashuka. Na katika USDT inaweza katokea gaps kubwa kubwa, yani katika pia zote inaweza kushangaa move zinakuwa ni kubwa sana, gaps zinakuwa ni kubwa sana. Sawa, kwa hivyo inakuwa katika huu mfumo. Ushaona.
Kwa hiyo nadhani kitu kama hicho hapo, na hii pia nadhani tumeelezea, nikasema kwamba ilikuwa imebakiza kitu kadhaa, nikashauri kwamba watu waweze kuanza right. Kwa hii GDP JPY kama tutaangalia kule tuweze kuona, lakini kuna high probability kufanyeje kuweza kupanda kuna high probability kuweza kupanda, ila ngoja tuone soko litakavyofunguka. Nadhani niliacha oda yangu around this area, tuone itakavyo react. Pia tutaenda kuangalia basket pia reaction yake itakuwa vipi. Nadhani basket ile ina drop, kama ikidrop hii ngoma ina pump inaelekea juu, na nilishauri hii oda watu waweze kufunga, maana imebakiza pips chache sana hapo, kama pips ngapi sijui, ni tatu sijui ni mbili, kwa hiyo haina haja kusubiria mpaka ije igonge exactly. Yeah, yani haina make sense kama bakiza pips mbili wewe unasubiria mpaka igonge TP. Hivi unakuwa kweli unajielewa au? Yaani unaingia kwenye chat na umekuta TP imebakiza pips mbili tatu au nne. Unasubiria kwamba mpaka hit TP. Yeah, yani it not make sense. Kwa hiyo kama pips mbili tatu ukishaona imefikia na TP unaweza ukatake profit then ukasikilizia. Kwa hiyo tunachosubiria sisi ni around this area tuone inakuwaje, lakini kwa wale wabishi kama hawajanili okay, subirie. Lakini katika structure kule tuona basket inashuka na kwamba hii itabai. Okay, katika hiyo chart tunatarajia pia na yenyewe ifanyeje, kama jamaa hawa kama dola inashuka na kwamba hawa walikuwa wanatakiwa wapande, lakini hawezi kupanda kwa sababu gani? Kuna vita tayari. Kwa hiyo sasa wale waliofanya investment katika viwanda ni kwamba lazima watafanyeje, watafanya kuuza hisa zao. Kama wakiuza hisa zao kwa kwamba sasa lazima na yenyewe itashuka kwa spidi sana. Kwa hiyo labda unaweza kushangaa imetokea gap kubwa inaendelea kudrop, that's why. Kwa hiyo tunatarajia kuona inaweza ikashuka, au unaweza kushangaa mikia itakuwa ni mirefu sana hapa, lakini tunaweza kuona kwamba kuna high probability ya kufanyaje ya kuweza kudrop market, na tunaweza kusema kwamba katika chart yako tunaweza tukaangalia the entry, tunaweza tukaingilia around maybe this area, tunaweza tukaingilia around this area tukasubiria, alright. Lakini ngoja tu refine katika lower time frame tuone katika lower time frame inatuambiaje. Lakini by the way hii ndo area ambayo inaweza kachukua juu tena ikashuka. Ngoja tuone. Yeah, tunaona kabisa hapa kuna area of liquidity, na nadhani simple and clear. Nadhani hatuna haja ya kuuliza maswali mengi. Kwa cha msingi hapa nadhani ni sisi kuingilia around this area hapa, na then tuna target stop loss tunaweka hapa basi, stop loss nakaa hapo. Au tukitaka kuangalia zaidi hapa, ngoja tuende katika 15 minutes tuangalie stock yetu na tuambia nini, then tutaangalia hapo mambo yanakwendaje, alright. Alright, kwa hivyo sasa nadhani kwa hii pia tunaingilia hapo and then tunatokea kama tulivyoona hapo. Kwa hiyo nadhani pia yote itakuwa target yetu ya kwanza itakuwa ni hii hapa swing. Nadhani tunaweza target hii hapa, hii swing ikawa target ya liquidity tayari. Alright, kisha kwa hiyo na liquidity and then target nyingine target huku chini kabisa hii area hapa na penyewe. Kwa hiyo tunaendelea kuseli, tunaangalia setup za kuseli, lakini tunaingilia around this area. Ngoja tuone how it react, lakini tunaingilia around this area and then tuna drop. Yeah, kitu kingine nimesema pia zote za nanili kuu hii pia JPY tunasema na drop katika structure kule. Hii tunatarajia take profit around this area na tuje tuangalie profit around this area mpaka hapa juu.
ya nadhani mpaka around this area ya tuangalie, lakini test ya kwanza nadhani itachukuliwa around this thing, na alafu then tutakuja tumalizia na kule juu kuja kusubiria tuone market itafungukaje. Hii nayo tunatarajia kwamba tunatarajia ikisha buy tunaisubiria, ikisha buy sasa tunasubiria ije retest this area afu then tuondoke nayo. Okay. Kingine kadi kama kawaida tunatarajia na yenyewe kipande juu, japokuwa sina nanili yake, ila tunatarajia kwamba itakuja ikishapanda tutatafuta nanili ya kuweza kuingilia. Nadhani setup yetu itakuwa ni ya kubai kwa kesho, nikipata time naweza nikaangalia na yenyewe tuingilia wapi, lakini setup nadhani yote itakuwa ni uptrend. Okay, huyu mwamba jinsi anavyoform hapa anaonekana bado ana drop around this area. Hii ni deploy basket, kwa hiyo inaelekea kuseli. Kwa hivyo nadhani AUDUSD hii ngoma na yenyewe ina pump kuelekea juu kwa sababu ya nili niko katika range hapa, ngoja tuone, lakini the way inavyoonyesha inaonyesha kwamba kuna high probability hii ngoma kupanda juu, kwa sababu tayari imesha break structure, imerudi ndani kulitest. Kwa hata kama ikishuka itashuka kulitest afu then itapanda kabla ya kunanili. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kwa hivyo nadhani hizi pia zingine tutakuja kuzielezea nadhani around next time. Hii tuachane nayo kwanza, nadhani tuishie hapo. Pia tutaendelea na nanili yetu ile nadhani kesho kama nikipata muda tutaelezea hizo candlestick.